Tuko na Chanuo. Mambo vipi? Mambo poa sio? Uko poa? Niko poa kabisa. Ndio kikawaida unaonekana mpole lakini kwenye Kombolela umechangamka. Mimi ni mpole. Sema ile ni kazi na nimeandikiwa vile. Na ile naongea sana. Ni mpole unaongea sana? Yaani upole sikuwa tu mwenyewe mtaratibu, lakini nikipata fursa naongea. Una gubu? Nahisi. Unaga mtu kwambia unajua una gubu sana. Na kwenye gubu sijafika tu, ni gubu unakuwa na hila wale. Wewe hila una? Sina. Sawa. Mimi napenda vile unavyoigiza. Nakumbuka kuna last scene nilikuwa nagombana na nani huyo? Mpaka akatokea mzee nani akagombelezea. Majina amenitoka kwa sababu sipati sana muda kufuatilia sana. Mashavu nimependa hiyo kitu. Kuna mtu anaweza anapozania jinsi ulivyo kule ndio kwa vile vile. Is it true zile tabia kwa uchache pia? Hapana. Hii ni kazi tunaandikiwa na kila kilichoandikwa pale ndicho tunachokifanya. Hatujawahi kupunguza wala kuongeza. Kwa hiyo tunafuata njia ya mwandishi anavyoandika na ndio tunafanya hivyo. Kwa alichokiandika mwandishi ndicho tunachokifanya, anapotupangia madirector, ugomvi uwe hivi, ufanye hivi, ndio tunachokifanya. Kwa hiyo sio tabia zetu za mtaani. Mtaani tuna tabia nyingine. Mimi ni mama wa watoto wangu, watoto watatu. Nikiwa kazini mimi ni muamini. Yeah. Mimi Kwa hiyo huko ndo nakuwa nikishaingia eneo hili mimi ni muamini. Nikitoka nje eneo hili mimi ni mama wa watoto wangu na mama bora sana. Lakini huu muamini tunaenda nao mpaka mtaani wakati mwingine. Huu muamini tunaenda nao mpaka mtaani wakati mwingine. Yaani sasa hivi ndani Chanuo sio sana, si tu sana hivyo. Sasa hivi ni muamini sana, limeondoka sana hilo jina. Lakini ni kwa watu ambao walikuwa kufuatilia kwenye social media nafikiri. Na nakujua kwa jina la muamini sana, si ndio? Kwa sababu mtaani kuna watu ambao wanatumia Instagram, wengine hawana, si ndio? Kweli. Alafu hii tamthilia iko sana kwenye maudhui ya watu wanafuatilia sana watu mtaani sana. Kwa watoto, yani hivyo. Jina limetrend sana mtaani sana. Wala wananijua kwa Chanuo na wakiona. Sasa hivi wengi bwana wanaita hivyo muamini. Hata watu wangu karibu sasa hivi wanatumia muamini. Kupita kwa maana sasa ukitembea sehemu ukisikia muamini unajua mimi ni wewe. Najua mpaka nimelizoea. Mwanzo nilikuwa sijazoea. Sasa hivi nimelizoea tena nalipenda sana. Scene yako gani ilikuwa ni scene bora zaidi kwenye hii Kombolela season 2 kwa zilizoruka? Scene ambayo nimepigana na Mashavu. Na scene ambayo nimecheza na Binti Msumi na Mjibu vibaya. Ilikuwa scene ngumu kwa sababu ukiachia mbali Binti Msumi ni maigizo, ila ni mtu mzima. Ni anaweza kunizaa. Kwa hiyo ilikuwa naona kama nagombana kweli na mama yangu afu namjibisha vitu ambavyo sio sahihi kwenye maadili. Kuna mtu mtaani alishia kukuattack kwa sababu ya uigizaji wako, akajua kwamba ni kweli utakuwa uko hivi kweli wewe? Wapo wengi sana wanaoniambia tu mimi ni mcharuko, yani mimi maisha yangu ya movie ndo haya. Wako wengi sana sana. Unaweza ukateleza hata kidogo mtu kakuchokoza, umegombana, umejibizana, wanasema ndio yale yale ya kwenye kazi. Kuna mtu anaweza akachukulia kwa sababu mpaka tulipitia masekeseke mengi 23 ile na nini. Kuna mtu anaweza anaunganiza doti kwa sababu na ndio maana ilikuwa hivi. Hiyo kitu sio kukutana nao mtu anaunganisha doti. Nimekutana nao. Sema binadamu sinawajua. Yaani hata nikisikia wanasema sina cha kuwafanya, hawezi kunidhuru. Wanaongea tu kama maneno. Hata mimi pia nikikaa kuna muda naongelea watu. Kwa hiyo sidhani kama ni kitu kikubwa sana kwangu. Naona ni kawaida sana. Kuna maisha kila kitu mtu unaweza ukapitia kwa wakati wowote. Kama rudisha siku nyuma, kwa kipindi kile ulipokuwa unaongea ile maneno, ungetamani uyafute au pengine katika matatizo yako ndo kuna fursa yako pia ilipo? Hapana, natamani sana isitokee. Yaani natamani nisingewahi kufanya vile. Lakini pia stress zilinipelekea kufanya vile. Afu nilikuwa sina mtu sahihi wa kunishauri. Kitu kingine naumia, kwa nini nilienda kupeleka vitu vangu kwenye media ukiachana mbali na stress. Watu sasa hivi wanakuwa haraka na wanapokuwa simu zipo. Yaani wanaonyesha huyu mama yako, yani katika kupekua kazi zangu YouTube ataambia mama kwa leo kugombana na baba. Umeelewa? Kwa ni kitu ambacho nilikifanya kwa mihemko, lakini najutia sana kama mzazi wa watoto wangu. Lakini kwa sababu imeshatokea sio mbaya sana kwa sababu nilijikuta na amani na nikawa sawa kwenye moyo wangu. Hakuna kitu kubwa kama amani kwenye moyo. Nina amani sasa hivi. Yote vilipopita ni zamani. Wewe na mzazi wako mko fresh kiubinadamu? Tunaongea. Kuna watoto kuumwa kwa nampigia simu kama mtoto anaumwa. Huduma zinatoka on time? No comment. Mara nyingi hiyo mali ukishasikia neno no comment jeni kuna shida hapo. Sitaki kuongelea. Au ndio tuna kikubwa watoto wana uhai, wana pumzi, wana afya na tosha. Kikubwa wanafurahi wakiniona. Sio ni moja ya single mothers za pambanaji sana.
Wewe ni moja wa single mothers wapambanaji. Na naamini kwamba kama niko hai hakuna kitu atakosa. Okay. Yeah. Sawa. Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Wewe na yule Chenjeo ni washikaji bado? Yeah, ni mdogo wangu sana yule. Mdogo wangu sana sana. Sema sasa hivi niko busy sana hivi Kombolela. Kwa hiyo nakosa ule muda mzuri wa kwenda kufanya zile clip. Japo sina tofauti naye yoyote na tunaongea mwisho jana nimeongea naye. Yeah. So zile romance you guys are date? Hapana, hizo ni mambo tu ya mtandao, kuchangamsha mtandao. Lakini sina chochote, ananiheshimu. Hata akipiga simu sasa hivi ataniambia shikamoo dada Chano. Watu wengi hawaamini mpaka napigia simu kuaminisha kwamba ni mdogo wangu, sina chochote naye. Kwa hiyo akisikia simu yake ndo anaamini. Dada Chano shikamoo. Shikamoo dada Chano, vipi uko salama? Kwa sababu bado hajaanza kushoot. Kombolela ina tofauti gani na series zote ambazo ushawahi kuziona Tanzania? Kombolela ni jini. Yaani ni series fulani ya kijini yani, unaelewa? Sema kijini yani litamsilia fulani la kutisha kama. Yaani nafuatilia sana, ni kubwa sana. Si dhani lakini mimi naona ni kubwa sana kwa sababu imebeba sana maisha yetu ya uhalisia. Alafu nitamsilia ambao bosi anajua kucheza na vichwa vya watu. Tulikuwa tuna watu wengi, binafsi mimi nilikuwa natamani sana kitu kama hichi. Turudishwe kwenye usisi wetu. Yaani tulikuwa tumeshatoka kwenye haya maadili yetu ambayo tunaishi. Lakini tamthilia yako bora ukiangalia unaona sisi hawa ni sisi. Yaani hata kama tutaigiza ule uzungu lakini sisi ndio tuko hivyo. Naelewa? Yeah, kwa tamthilia kubwa sana, ni maudhui mazuri sana. Haiboi, haichoshi, haina maneno makali ya kufanya usiangalie na watoto. Yeah. Okay. Sawa. Kwenye hii series unafikiri nani angekuwa ni ndugu yako kuzaliwa naye tumbo moja ungemkataa? Siwa. Siwa na balaa sana. Yaani kuna uhalisia yako unaweza kaisi ni kweli anafanya hivyo. Yeah, kwa hiyo sio ningemkataa, kwanza ningempunguza. Taratibu. Taratibu. Ungeniambia wawili ningesema na dawa. Maana anakupa neno unaona kabisa mbona kama kweli yani kalinipa mpaka kumaliza kushuhudia namfikiria mara mbili. Sio kumpata. Au mbona kama ulinichapa kweli ile neno? Hapana, pia tunajua wote tupo kazini na wote tumesoma script. Yeah. Kwa hiyo hamna mtu anaye nini mwenzie anamshotia mwenzie. Kuna maisha ya kawaida, ni watu ambao tuna amani sana, tunapendana sana. Sijawahi kuja hapa yani tupo kampeni hivi nikasikia mtu kagombana na mwenzie. Yani ni tuna amani. Wala huwezi kujua kama ni sisi tunafanya vile vitu. Tamsilia nani angekuwa mume wako ungeomba talaka mapema kwa jinsi alivyo? Kobisi. Ningeomba muda huo. Yani hata shida anavumilia. Yani muda niloolewa ndo muda huo ningetoka. Siku hiyo ungeleta talaka. Ningeondoka mwenzangu. Upende kaeka kabisa. Sitaki kaeka zinaua mwenzangu. Kuna moyo. Moyo kama unabidi una moyo kinabii. Yani unaona shida anavyoenda naye kwa sababu na yupo ngangali. Leo ukimkuta mtu mpole kabisa anamuua yule. Sawa, cha kumalizia mashabiki zako, maana muda nao wanatupa mkono, mtakao mshuti na nini. Nawapenda sana, waendelee bado kutufuatilia na watunge mkono. Bila wao sisi hatuwezi kufanya shot. Wanavyotufurahia ndo kazi yetu inazidi kuwa viral zaidi. Kwa watunge mkono, watupe ushirikiano jamani, walipie vingamuzi tena Azam. Yeah, mambo yako huku kwenye Kombolela Uswahilini.